simu kwanza niongee naye. Kanipigia, bwana njoo na mimi naitwa fulani, njoo hapa Central Police. Kuna nini? Kaambia njoo tu, kuna mambo nataka tuzungumze. Mimi sina elewa, nikaenda. Nikafika, akanikalisha chini, akaanza kunielezea. Akaniambia sasa, kwa mujibu wa hii kesi, ni kesi kubwa sana. Unachotakiwa hapa tukukamate, tukufungulie jalada, ukae ndani kwanza, tuanze kufanya upelelezi hivyo. Na kesi pale ni kesi ya wizi wa unyang'anyi, sio wizi wa kukutwa na simu. Are you getting the point? Akaniambia lakini kwa sababu mimi nakufahamu, I will stand for you. Nitakutetea kwanza kwa sababu ya reputation yako. Kwa akaanza kueleza wenzake, bwana huyu mtu hivi na hivi na hivi. Tukaenda, of course niligharimu pesa nyingi sana hiyo kesi. Kwa sababu ilibidi vyote vilivyoibiwa kwenye ile kesi nivilipe mimi. Vyote. Laptop zote na pesa na vingine najua waliongezea. Si unajua watu wakibiwaga wanajua waliongezea. Lakini ibidi tufanye settlement ya court kwa kulipa everything. Lakini akaniambia without that, maana yake usimame kizimbani sasa uanze kushtakiwa kwa kesi ya wizi na unyang'anyi tena wa kutumia silaha. What is my point? My point ni kwamba unapotengeneza strategic connection zitakuja kukusaidia siku ambayo wewe hujui kama unazihitaji. Kwa usije ukadharau unapozungumza social wealth. Hatuzungumzi tu kula party, kupiga masherehe. Hapana, tunazungumza about your life. Tunazungumza kuhusiana na hatima yako, ambayo vitu vinaweza vikatokea vikaribu hatima yako within a second, sio? Na unajua mbaya zaidi ukishaenda public vitu kama hivyo, hata ukija kujitetea sio rahisi mtu kukuelewa. Watakuelewa wachache, lakini wako ambao watakuelewa, si ndio? Yes. Namba 8, unahitaji watu ambao wanakupa motivation. Wanakupa hamasa kwenye maisha yako, wanakuhamasisha. Watu ambao kwa vitu ambavyo una goals ulizonazo, malengo ulionayo, vitu unavyotaka kufanya kwenye maisha, watu ndio wanakuambia unaweza. Kwa sababu kuna moment kwenye maisha yako utaishiwa nguvu kiwango ambacho utafikiri huwezi kuendelea mbele. Zitafika hizo moment. Unahitaji watu ambao wanaweza kukuambia kwamba tunakumbuka ndoto ambayo uliweza kutuambia. Tunakumbuka. Rise up and go. You need such kind of people. Kwa hiyo usiwe tu na watu ambao wewe ndio unawatia moyo peke yake. Uwe na watu ambao wewe unaweza pia wakakutia moyo, wakakupa hamasa, wakakutia nguvu kwenye vitu unavyofanya. No matter who you are, jalishi wewe ni mtu wa namna gani, there are days in your life zitakuwa ni days ambazo uko down. Tunazita ni zile days of the shadow valley of death. Kwamba utapita tu hizo moment. Sasa hizo moment, nani atakusaidia? Nani atakuinua? Ni aina ya watu unaokutana nao. Ni aina ya watu ambao umejenga network yako. Kwa sababu kuna wakati unachohitaji sio pesa, sio kitu chochote. Unachohitaji ni mtu wa kukusikiliza. Mtu wa kukuambia unaweza. Mtu wa kukuambia utainuka tena. So you need your value ipate kwenye network yako. Na ya mwisho ni physical presence. Unahitaji watu ambao watakupatikana kimwili kabisa, physically watakuwepo. Kuna nyakati hauhitaji hela ya mtu, wala hauhitaji mtu akupigie simu. Unahitaji mtu awepo mahali. Hivi leo wewe kwa mfano ukipata dharura, umekamatwa polisi, umeugua ghafla, umepata changamoto, nani ambaye yuko tayari kuacha vitu vyake na kuja kukusaidia? Nani yuko tayari kujitoa akasema leo kwa kweli nafunga biashara yangu, nasimama na wewe kutatua hili tatizo? Wewe unaweza kufikiri una watu, my friend. Siku matatizo ya namna hiyo yakikutokea ndio unaelewa kwamba kumbe watu wengi ndio wanafikiri wanaweza wakajitoa kwa ajili yangu. Huwa si watu ambao wanaweza wakajitoa kwa ajili yangu. Na mitandao ya kijamii inatudanganya sana kwa sababu tunafeel kwamba tuna watu wengi. Lakini uhalisia ni kwamba unaweza kukuta hauna watu kabisa. Kwa hiyo jaribu kuangalia kwenye seko yako watu ambao they can dedicate their lives. Wanaweza wakajitoa wakasema kwa kweli mimi naweza nikastopisha vitu vyangu kwa ajili ya huyu mtu nimsaidie kwenye hili jambo. Naweza nikaacha mambo yangu nikajitoa kwa ajili ya huyu mtu. Watu wengi wanawakosa watu wa namna hiyo. Na unawahitaji uwe nao. Kwa sababu at the end of the day kuna wakati kinachohitajika pale ni physical presence ya mtu katika kitu ambacho nakifanya. Tumezielewa hizo 9 values kwenye network yetu, ndio? Sasa unapotoka hapa kafanye auditing. Kajikague, kajiangalie kwamba ni vitu gani ambavyo unavimiss. Katika hivi 9 kuna vitu ambavyo unavyo, kuna vitu ambavyo hauna. Vile vitu ambavyo hauna, jitahidi sana kuvitafuta. Kwa sababu katika hizo 9 values
Kuna ambazo pengine zingine huna kabisa. Zingine una value labda 5, mwingine una 3. Lakini ambacho nataka ukafanye, angalia top 3 values ambazo unazihitaji at this moment of your life. Alafu ziwekee mkakati unazipataje na unazijengaje. Sawa. So, part ya mwisho nataka ni share kidogo. Strategies to build your social wealth. Mikakati gani unaitumia kutengeneza social wealth? Tumeshaona social wealth ni value behind your contacts. Ni thamani iliyoko kwa watu ambao unahusiana nao kila wakati. Tumegundua kwamba kumbe relationship ni currency. Ni kama unavyoweza kutumia pesa, ukatumia dola, ukatumia US dollars, ukatumia British pounds, ukatumia yen. Vile vile mahusiano is currency. Unaweza kuyatumia kupata. Hujawahi kumuomba kitu hata siku moja. Lakini anajua huyu ni mtu wangu, tunafahamiana. Siku ukihitaji kitu, lazima atakupatia tu. That's how we build social wealth. Lakini sio ukiona call yako unasema ameanza. Ina maana there's a problem. Communicate strategically and meaningful. Mind those 2 words. Meaningful manake jiulize, hivi ya mahusiano unayohusiana naye nataka kupata outcome gani? Na mtumie message kwa ajili, yani what is the end game? Sababu watu wako busy sana. What is the end game of this message? What is the end game of this call? Acha zile habari. Nilikuwa tunakusalimia tu. Ni vizuri kusalimiana na watu. Lakini huwezi kumsalimia mtu kila siku. Kila siku. Umekuwa my personal doctor. Kila siku, how are you? How are you? Hapana. Lazima ujiulize kwamba hii nafanya nini? Ninachotaka hapa ni nini? Na pia vitu vyako wewe communicate nao pia meaningful na strategic. Kwa mfano wale tumefanya graduation, tutapiga picha. Ina maana kuna watu mimi nitawatumia tu picha za graduation. We had a class of 2 months ya kufundisha 1 2 3 4 5 na I'm glad kwamba tumefanya graduation. Thank you so much kwa ile advice ulionipa, hata kama hakuwa kunipa ya maana. Thank you so much for ile advice ambayo umefanya nini? Umenipa. Thank you so much for ile last conversation tulikuwa nayo. Some of the things nimeapply na naona vimenipa nini? Matokeo. Asa good. Keep it up. Strategically and meaningful. Occasion nitakuwa na kitu fulani hivyo. Kwa hiyo unakuta anajua kinachoendelea lakini bado tuna maintain relation. That's how we build social wealth. Hivi tunaelewana? Namba 4. Be emotionally supportive. Patikana kwenye kihisia. Hao watu ni binadamu, wana mahitaji yao. Kuna wakati wanakuwa down, kuna wakati wanapata misiba, kuna wakati wanapata changamoto. Be emotionally supportive. Hauko, wapigie simu. Kama unaweza, watembelee. That's how you build connection. Na kwa taarifa yako, research ya psychology imeonyesha kwamba watu wanapokuwa kwenye matatizo wanaweza kubondi na wewe 2 times kuliko watu wanapokuwa na furaha. Ndio maana mtu ukienda kwenye msiba wa mtu wake wa karibu, wewe jaribu kuangalia tu. I say watakurenki kwenye hali ambayo wewe mwenyewe utajua position ambayo wamekupatia. Kwa sababu that's how psychology it is. Mtu anapokuwa very down alafu ukawa available, hata kama sio physically, hata unapiga simu, unaendeleaje nini, what can I support. Acha hii biashara siku hizi watu wanapata, mtu unakuta amepata msiba, eti watu wanatuma tu message kwenye group kwa jumla. Pole sana, RIP. Tuko pamoja, tunaombeana, watu hawaombi wafanye nini? Send something, tuma hata elfu 50 jamani. Tuma hata 1,000. Unajua kuna vitu ambavyo unaweza kuviona vidogo lakini mtu anamwachia alama ya kudumu. That's how we connect with people. Na usije ukasema eti huyu mtu ana hela. Ondoa hicho kitu kwenye maisha yako. Kwa sababu pale kinachotakiwa sio hela yako. Pale kinachotakiwa ni emotion behind your money. Kwa hiyo mtu anaweza kata milionea kama ni rafiki yako, ana hela, ukimwona kila kitu kiko okay, unasema huyu hahitaji hela yangu. No, do something. Fanya kitu. Kama ni object nunua, mpelekee. Muone, nenda kamuone. Fanya kitu. When you do that, you are building a very strong emotional support. Number 5. Don't be demanding. Create opportunity to give. Hii nimezungumza kwa sehemu. Kwa usiwe mtu ambaye kila saa unaomba tu, unataka vitu tu. Hapana. You cannot build a relationship on begging. No. Huwezi ukajenga mahusiano kwa kuomba. Unajenga mahusiano kwa kuoffer value. Don't forget that. Namba 6 na ya mwisho. Be available strategically. Tunaita kitu kinaitwa strategic presence. Usiwe unapatikana kama oxygen kila mahali. No. Value yako iko so much attached to your availability. Mmenisikia ninachosema? Your value is so much
attached to your availability. Be available in a place where people value your presence. Go where you are celebrated, not where you are tolerated. Hakikisha unajitokeza na unakuwa maeneo ambayo value yako inakuwa appreciated. Kwa nini? Kwa sababu sio kila mtu atakuthamini wewe. Huwa nawaambia watu, na I want to repeat again today. Hata kama unaniadimia kiwango gani, jua kuna watu hawaoni hicho unachokiona kwangu. Wapo wengi na hawathamini kabisa hiki ninachokifanya. Wapo. Na I understand that. Maana yake nini? Siwezi kujilazimisha kuwang'ang'ania hao watu. Natakiwa nitafute wale watu ambao wanathamini nilicho nacho. Na ndio maana tulisoma kwenye kozi yetu kuhusiana na kitu kinaitwa defining your niche. You remember that? Define your niche. Angalia watu ambao wanakitaka ulicho nacho. Kwa sababu what is the value? Value maana yake ni kwamba presence ya hicho kitu kinakuwa highly esteemed. Hiyo ndio value ya kitu. Kwa maana kama mtu anithamini, maana yake sina value kwake. Na kama sina value kwake, maana yake siwezi kuwa na impact kwake. So usilazimishe kuwa maeneo au kuwa mahali au kufanya vitu kwa watu ambao they don't value. Kwa sababu kuna watu ambao watakuja kukuvalue wewe baada ya kuona watu wengine wamefanya nini? Wamekuvalue. Ndio inavyokuwa. Kwa hiyo your presence should be strategic. Strategic presence. Vitu gani unaweza kuvifanya? Baadhi ninapoenda hapo unaweza kuvifanya. Unaweza kujoin these specific social clubs. Usijue ni tu kila kikoba, my friend. Unajua kuna vikoba ni matatizo. Angalia tu story mnazopiga ndio utajua kwamba hapa sio hichi, sio kikoba, hii ni matatizo. Kikoba sio kazi yake kuweka hela tu. Kikoba ni kutengeneza community. Huko kwenye circles ni community. Kwa angalia community ambayo ina represent value zako. Inakupeleka mahali, inakupa value fulani katika unachokifanya. Pili, unaweza ukaattend community events. Sasa leo umefanya course ya miezi 2 umemaliza. Kuna watu hapa ndio yani basi hiyo. No. Mnakumbuka wakati tunafanya course nilikuwa nawauliza kwenye events wakati building strategic brand. Kuna watu walikuwa nauliza umeandaa utahudhuria matukio mangapi, training ngapi? That's what I do also. Kwa maana najua kwa mwaka huu nitafanya training hii, nitaenda kwenye matukio haya, nitalipia hii course, nitafanya hivyo ndivyo unavyobuild kwa sababu kirimena ile siku yako tu ya kawaida uliyozoea, hakuna mahali utaenda. Kwa hiyo angalia community events ambazo mwaka huu kwa mfano utaattend ni zipi. Na pay the price. Hivi unajua kukutana na watu wakubwa unahitaji kulipia gharama kubwa sana. Na wao naambia watu ni rahisi sana kupata contact ya mtu ukiwa kwenye event kuliko mahali pengine popote. Juzi hapa nilizua event moja, kuna mtu alinialika, alikuwa anafanya sherehe yake, akalika na viongozi kulikuwa kuna kiongozi mmoja ambaye alikuwa anamtafuta sana. Siwezi kumpata. Fortunately tumeenda, tumekaa, tumewekwa high table, naye akaja akakalishwa hapo. Tukaanza kupiga story. Na mkiwa pale mnaonekana wote ni sawa tu. Unajua ukishaka kwenye event kama hizi haijulikani amekuja na baskeli, nani sijui amepanga, nani sijui hana hela, hakuna anayejua. Mkishakutana pale wote mnaongea lugha hii moja. Kwa hiyo tukapiga story, afu namba yako. Akasema una namba yangu? Achukua bwana, unakosaje namba yangu? Achukua bwana. Na mimi nikajifanya hamna shida. Lakini nilikuwa naitafuta kweli. Kwa nini? Zile events zinakufanya wewe uwe level moja na wale. Yaani ndo kazi ya zile sehemu. Kwa hiyo unapoenda kuattend pale, hakuna mtu atakuuliza wewe ni nani. Ukishapia tu pale, kila mtu anajua ni size yangu. Kwa hata pointi zako, ndio maana naambiaga watu ukisha kwenye matukio kama yale usiongee sana. Kwa sababu ukiongea sana wataanza kujua. Wewe ongea tu kwa tatibu. Yes, I know. Hivyo yani unajezea tu vipointi vya hapa na pale. Kwa sababu kwenye haya matukio pia kuna code, kuna vitu vinaitwa language, code. Kuna lugha zao wanaziongeaga, yani ambazo kuna namna ukiongea tunajua sio mwenzetu. Acha kuongea na simu kwenye matukio kama hayo, unaongea na simu. Hello. Ujifungia kuku, fungia mapema. Ongea vitu ambavyo vina make sense. Sasa watu wanaongea mambo makubwa, wewe unakuja na vitu vidogo vidogo. Hizo simu tulia. Kuku mmoja akipotea kuna sawa gani bwana? Right? Online communities. Join online communities. Community kama hii ambayo unayo. Sasa tutakuwa tuna group la alumni. Hakikisha umejoin. Kuna watu group zilizopita hawajajoin mpaka leo. Lakini kwa tunafanya course
ambazo ni free kabisa. Huwa anatoa lessons. Kwa join alumni group. Kuwa kule tutakuwa tunafundishana. Hizo unaendelea ku-upgrade vitu tunavyofanya, okay? Volunteer, tafuta vitu vya volunteer. Tafuta vitu ambavyo unaweza kuvifanya for free kwenye maisha yako. Okay? Na hapa pia natoa call, nina foundation inaitwa Joel Nauka Foundation. Na tunadili na programs za wanawake, hasa wajane pamoja na mabinti. Okay? Nilichojifunza kwenye kujitolea ni hivi. Kuna watu ambao wanatamani kufanya vitu, lakini either hawana nafasi, hawana ujasiri, hawana ujuzi. Wanatafuta mtu ambaye anafanya ili waji-identify naye. Na watu wengi sana wana appreciate sana watu wanaojitolea. So get time to volunteer yourself. Unafanya vitu kweli vya hela, lakini tafuta vitu vya community ambavyo watu wanaona umeshiriki, si umeenda kwenye watoto yatima, si wanakuona mali umeparticipate, jamani tunafanya jambo fulani. People appreciate those things so much. Wanajua jamaa kumbe sio tu ana utu, kwa sababu watu wanapenda sana ile hali ya utu, dignity. Kwamba huyu mtu anapenda watu, wanapenda sana hivyo vitu. Kwa hiyo fanya hivyo vitu na uko on the cause, vitakutengenezea pia opportunity kubwa sana. Mungu awabariki sana.